Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu wasikilizaji mnaotufuatilizia katika vipindi vyetu, leo tumependa tukumbushe vitu vitatu vinavyomtoka mwanaume, lakini leo tutaanza na kimoja inshallah. Tukipata muda tutaelezea kitu kingine. Mwanamume aliyebaleghe anatokwa na vitu vitatu. Kwanza anatokwa na maniyun, anatokwa na madhiyun au madhiyu, kisha anatokwa na wadiyun au wadiyu. Vitu vitatu hivi vinatutoka sisi wanaume. Ni muhimu sana tuvielewe vitu hivi na nini hukumu yake kisheria. Kitu cha kwanza ambacho tutakianza kwenye darasa ya leo, na darasa lingine tutakuja kuelezea kitu kingine. Tuanze maniyun. Maniyu, haya ni maji ambayo yanatoka bitadafuk. Manii yanatoka kwa mchupo. Manii yanapotoka lazima mwili uhisi kwamba sasa hivi manii yamenitoka. Lazima mwili uhisi kuna kitu kimetoka. Yakhruju bitadafuk, yanatoka kwa mchupo. Mwili unahisi kabisa kwamba manii yametoka. Na yanaweza yakakutoka yakhruju kwa maana upo macho tu, umefikiria mambo ya jimai yakakutoka na unaona kabisa mwili unatetereka, umetoa kitu. Au yawezekana yakakutoka usingizini, umelala ukaota unafanya mambo yako, unaamka asubuhi unakuta manii yamekwisha kukumwagika. Katika sura zote hizi manii yakikutoka, nini hukumu yake? Hukumu yake unapaswa ukaoge. Manii yakikutoka maana yake utakuwa umepatwa na kitu kinachoitwa janaba. Na mkumbuke kwamba manii hayamtoki tu mwanaume peke yake, manii pia na wanawake pia wanatokwa na manii, kwa hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo manii yakikutoka manii, unakuwa umekumbwa na kitu kinachoitwa janaba, unakuwa una hali inayoitwa janaba. Kwa lugha hiyo hauruhusiwi kwenda kusali mpaka ukaiondoe hii hali inayoitwa janaba. Kwa hiyo utakwenda kuoga sasa, kwamba unakwenda kuoga kuondoa hii hadathi kubwa ambayo inaitwa janaba. Utachukua maji yako utakwenda kuoga kwa nia ya kuondosha janaba. Kwa wale watu wa nia, nawaitu rafal hadathi akbar, kwamba nimenuia kuondosha hadathi kubwa, au nawaitu rafal janaba, nimenuia kuondosha janaba. Ukipitisha kwenye moyo sawa, ukitamka sawa, vyote vile. Cha msingi kwamba ujue sasa ninakwenda kuondosha janaba. Tulikuwa tunakumbusha aina moja ya maji ambayo yanamtoka mwanaume, na leo tumeelezea manii. Ni yale maji mazito ambayo yanatoka bitadafuki, kwa kuchupa, na yakitoka mara nyingi yanafuatiliwa na kile kiungo kuwa kupumzika kidogo, kinakuwa kinapumzika kidogo. Wapo wengine ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wanaendelea moja kwa moja, lakini ghalib huwa ni hivyo, yanatoka bitadafuki, kwa mchupo. Ukiona maji kama hayo yamekutoka ukiwa upo macho, au ukiwa usingizini umeamka ukakuta maji haya yamekutoka, lazima ukaoge ili uruhusiwe kwenda kufanya ibada ya swala. Nadhani kipindi kinachokuja tutakuja kuzungumzia maji ya aina ya pili ambayo yatakuwa ni madhi. Bila tawfiki wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.